Urafiki wa binadamu na wanyama ni wa muda mrefu na ni urafiki ambao tumeurithi kutoka kwa wahenga ambao wametutangulia. Walianza kutuonyesha urafiki baina yao nasi tukaurithi kutoka kwao. Sio ajabu leo kumkuta binadamu akifuga ng'ombe, akifuga nguruwe, akifuga kondoo, akifuga mbuzi na wanyama wengine kwa ajili ya kitoweo. Wapo wanyama ambao wanafugwa sio kwa ajili ya kitoweo, ni kwa ajili tu ya burudani na kuwa nao karibu. Nafikiri ni katika namna ya kuendeleza urafiki ambao tumeurithi kutoka kwa wahenga wetu. Ndio maana unakuta leo mtu anafuga zake mbwa na yule mbwa anaweza kabatizwa hata jina, akapewa jina fulani hivi la kiubinadamu. Usikute mbwa mmoja akaitwa Rozi, mwingine labda akaja kuitwa Veronica. Na wengine rafiki zao sio mbwa, wao wanapenda sana paka, basi wanawafuga paka na kuwaita majina mazuri. Unashangaa mwingine anamuita paka wake Halima na muda mwingine akamuita hata Kelvin. Wapo watalii ambao wanaanzisha safari zao kutoka katika miji yao na kuelekea mbugani huko kukutana na baadhi ya wanyamapori na kufanya nao rafiki. Wanapiga nao picha na kidogo wanaenjoy nao na kucheza nao. Na ukienda kwenye hifadhi ambazo hazipatikani kwenye mapori, wapo wanyama ambao wanafugwa. Kwa mfano alivyo sokwe, twiga, simba, pundamilia, ambao hao wote sio ajabu sana kumuona mtoto au hata mtu mzima akicheza na sokwe kidogo na kupiga naye picha. Wadada wanafika mbali kwa vituko vyao, wanashika hadi sehemu nyeti katika mazingira ya kumfanya sokwe naye enjoy. Lakini sio tu wanyama, hata ndege pia tunawapenda. Haishangazi kufika kwenye nyumba ya mtu ukakuta kuna zizi la kuku pembeni ama hata zizi la bata pembeni, njiwa, kanga na ndege wengine ambao wametuzunguka. Lakini wapo ndege na viumbe vingine ambavyo tunaishi navyo katika mazingira yetu, lakini hawajapata bahati ya kuwa na urafiki na binadamu. Ni maajabu kwelikweli ufiki kwenye nyumba ya mtu mkute ameweka zizi la kunguru. Wengine wanashangaa pia kusikia mtu kaeka zizi la panya. Hii si kushangaze sana, wengine wanawatumia kama kitoweo. Yaani panya kuna wengine wanawageuza na kuwafanya mshikaki mzuri kabisa wa bei nafuu. Milipuko ya virusi vya magonjwa imeanza tangia zamani, lakini ubaya wa zamani, teknolojia ilikuwa ni ndogo mno. Hivyo hata kugundua vyanzo vya magonjwa ilikuwa inashindikana kufahamu kwa uzuri. Lakini madaktari wengi walioibuka hivi karibuni walipofanya tafiti kugundua baadhi ya virusi vinavyokuja kusambaa kwenye maisha ya binadamu, chanzo chake hasa ni nini, wamekuja kugundua kwamba vingi vinasababisha na baadhi ya ndege na wanyama ambao wametuzunguka. Miaka 1970 kulitapaka kirusi kibaya ambacho hadi leo kirusi hiki kinasumbua tu dunia. Ni kirusi cha ukimwi. Lakini tafiti zilivyokuja kufanyika, madaktari wakasema kirusi hiki kilitokana na mnyama sokwe. Yaani mwanzo kabisa wa kirusi cha ukimwi kilionekana kwa mnyama sokwe, na kutokana na ukaribu wa mnyama huyu na binadamu ikawa rahisi sana kirusi kile kuenea kwenye miili ya binadamu. Kulikuja kirusi kingine kikaanza kusikika lakini kikapotea, na miaka hivi karibuni kimeanza kusikika tena kwa kasi. Ni kirusi ambacho kinasababisha ugonjwa wa Ebola, na hiki pia ni kirusi ambacho kinabeba nafasi ya pili kati ya virusi hatari duniani, na kirusi hiki kimeenea sana Afrika kwenye nchi ya Kongo. Na wanasayansi baada ya kufanya tafiti chanzo cha kirusi hiki, imegundulika kwamba ndiye mnyama ambaye alionekana kuwa ni mwanzo wa kirusi hiki, ndipo baadaye kikaanza kusambaa kwa binadamu. Na hakuna kirusi kibaya kama Ebola, mtu unakufa kama unajiona hivi, lakini kumbe kilitokana na mnyama. Lakini vipo virusi vingine, ingawa katika idadi ya virusi hatari duniani hiki kirusi kinashika namba 5. Kirusi hiki kinajulikana kama Lassa. Ni kirusi kibaya ambacho kimeenea kwenye nchi za Afrika Magharibi, na ni kirusi ambacho kinaenea kwa kasi, na wanasayansi wanasema chanzo cha kirusi hiki ni panya. Yaani kwamba mdudu panya ndiye mwanzo kabisa wa kirusi cha Lassa. Kupitia yeye na ukaribu na binadamu ikawa rahisi kirusi hiki kusambaa kwa maisha ya binadamu. Lakini pia panya anasababisha kirusi kingine ambacho ni kirusi hatari katika virusi hatari hapa duniani. Kirusi hiki kinashika namba 8 kwa hatari, na kirusi hiko kinajulikana kwa jina la machupo. Ni kirusi ambacho kinaanza na homa nyingi, lakini baadaye inasababisha kutokwa na damu nyingi kutoka mwilini kupitia sehemu mbalimbali, kwa mfano ilivyo mdomo, pua na maeneo mengine ambapo kuna mitobo mwilini. Ukiachana na wanyama, wapo pia ndege ambao ni hatari na tunaishi nao katika mazingira yetu binadamu. Ndege kwa mfano alivyo kuku, si kawaida sana kumuona amejingiwa kizizi kabisa kwenye nyumba ya mtu, na ni ndege ambaye ana nyama mzuri, watu wanampenda sana kwa utamu wa nyama yake. Lakini madhara ya ndege huyu yameanza kuonekana nchini India, ambako ndiko kuku wanafugwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini virusi ambavyo wanasababisha ni vile virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa wa mafua ya ndege, na ni miongoni mwa kati ya magonjwa hatari na vifo ambavyo vinatokea ulimwenguni. Ni karibia 70% ya watu ambao wanapata
ugonjwa huu, basi wanaweza kufariki kabisa. Hivyo ni baadhi ya virusi ambavyo vinatokana na wanyama, lakini pia ndege ambao wanazunguka katika mazingira yetu. Hivyo kumbe wanyama lakini pia ndege ambao tunaishi nao ni viumbe hatari na ni viumbe vya kuwa navyo makini sana, maana kumbe hata virusi ambavyo muda mwingine vinasambaa kwenye maisha ya binadamu, chanzo kikubwa kinatoka kwa wanyama na ndege ambao wametuzunguka. Madaktari wakaishia kutoa nasaha mwishoni kwa kusema kwamba urafiki baina ya binadamu na wanyama na ndege sio mbaya, lakini tuwe navyo makini katika kugusana navyo, kushika taka mwili zao, pia hata kuingiliana navyo katika namna ya chakula. Usimdharau kuku, usimdharau bata, usimdharau njiwa na viumbe vingine. Itakuwa ni bora zaidi ukitoa komenti zako hapo chini. Ninaitwa Jirax Fally. Kwa mengi zaidi usisahau kusubscribe channel YouTube hii ama kunifollow kupitia Instagram page yangu, natumia Jirax Fally, na kutakia uwe na siku njema.